Ni seminari wa kina mama. Ndio. Ni inahusu nini? Iko na nini? Semina hii ni retreat ambayo tumeandaa kwa siku 2. Jambo la kwanza tumeamua kutoka manyumbani tuje kukaa sehemu ambako tutakuwa peke yetu kama wamama, bila wababa, bila watoto, bila familia. Kwa lengo moja ni kwa kufundishwa. Mwanamke afundishwe ili aweze kujenga ndoa yake, ili aweze kujenga kanisa lake, ili aweze kuwa msaada kwa wengine. Na hapo ndio kuna shida. Kwenye mtandao wa kina baba wanakula mwari, kwa nini wamama umewatenga? Mnamaanisha nini? Tumewatenga wao si kwamba tuwapendi, ila kwa wakati mwingine tunatarajia kuwa nao. Ila kwa muda huu tumeamua kufundisha mwanamke kwa sababu tumeelewa nyumba inajengwa na mwanamke. Ndio. Faida, naona walimu walikuwa tofauti. Ilikuwa ni wakina nani tena kwa haraka kutukumbusha? Walimu walikuwa tofauti. Palikuwepo mwalimu Mama Kasilde Mani Ratanga. Amefundisha somo linasema mwanamke simama kwa wakati. Sijui kitu nilisahau nyumbani nikarudi haraka kwenda kukichukua. Sinzi kintu nani bagiye muhira ndasubira. Nikamkuta mama mmoja. Nsamhura n'umumama. Nilikuwa nakokotana na garso wake. Alikuwa kwega umuhungu. Kama ni garso wa Kenza. Nama umuhungu afite imyaka 13. Kweli ule garso alikuwa ananuka rumogi. Kandi uyo muhungu vyukuri ya moto. Nguvu sana. Kandi urumogi rukomeye cyane. Nienda mubeba mimba. Ati genda mujana mu mimba. Mayashu lishamutoka. Ati ni yashu yabize. Wako alilala mtumbo. Ati umuntu unajua kwa nini? Urazi kwera iki? Nikamwambia mama. Ndamubwira mama. Hauko kwa zamu yako kama mama. Ndamubwira nturi kwizamu yawe nk'umuntu. Ndio maana mtoto wako anavuta rumogi. Ninacho gituma umuhungu wawe. Kwanza ni mlevi huyo mama. Uyo mama kwanza ni mborerwa. Pili iko na bwana mwenye iko baba wao watoto. Ichakabiri afise umugabo atari se wabo bana. Na nyumba ambayo anaishi ndani. Kandi ninzabayemo. Inalipa baba wao watoto. Ati irishe se wabo bana. Huyo mtoto atakosaje kuwa mbaya? None uyo muhungu yo buragutse. Mwanaume mwingine ndio alikuwa anakula pesa ya baba yake. Kandi uko arajya amahera ya se wiwe. Yani yeye na huyo bwana nukuvuga wewe n'uyo mugabo. Kuramuka banakula, nukuvyuka gusaba bakimaliza kula, bahejeje kurya. Banaingia mu chumba. Bakacha bati. Mwalimu aliyefuata aliitwa Mama Pastor Marcy. Amefundisha mwanamke ambaye ni mlinzi. Unasikia mwingine anasema mimi huyu bwana iko trop faible. Hanirizishaki. Lakini mimi nikala tumwelevu nyumba. Junjo vile. Mwingine anasema mimi huyu bwana iko na nguvu sana kunishinda. Paka nimeshindwa kumvumilia. Sasa ule mwenye uko anaelezea yeye iko natafuta wa nguvu. Iko natafuta wa nguvu. Anasema voila. Ulishamuhusisha zamani. Unakiasi tuka rafiki jacha kwa bwana mume wangu. Nijue Mwalimu aliyefuata alikuwa misionari Sifa Musa. Yeye amefundisha mwanamke katika uongozi. Uongozi umesababisha wamama wengi leo. Kuko urongozi batumye abamama benshi umunsi wamekuwa waasi. Baba abagarariji. Gereza ku murongoza rongo yabandi. Na mimi nikiangalia ndoa ya Kikristo, nanje ndavye ingo z'abakristo. Kiongozi katika ndoa, umurongozi mungo ni mwanaume. No mupapa. Hasa kama we mama ushachukua ile nafasi, nimba we mama warafashe ico kibanza. Ukitoka kwenye haya mafundisho, uvuye muri iyi nyigisho, nenda ufanye remise reprise. Genda usubize ivy'abandi. Kwa ule baba, kururi ya mupapa. Maana yeye ndiye kichwa cha nyumba. Kuko ari we mutwe w'urugo. Umwachie responsibility zake kama baba. Umusigire inshingano ze nk'umugabo. Na we uchukue nafasi yako kama mama. Na ufate kibanza cha mama. Na watoto wawajibike kwa nafasi kama watoto. Maze abana babe mu kibanza cha mama. Alafu familia tutakapoitazama, hanyuma umuryango tura. Tutafika tunajua hapa kuna kiongozi mkuu, hapa kuna kiongozi makamo, hapa kuna uongozi mdogo. Mwalimu aliyefuata jioni ameitwa Mama Bernadette Dianju. Yeye amefundisha kitanda cha mwanamke kinaongea. Wow, hapo kitanda cha mwanamke kinaongea. Sasa kitanda kinaongeaje mama? Kitanda cha mwanamke kinaongea kwa sababu neno la Mungu linasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Na malazi yake yawe safi. Katika yale malazi yakiwa safi yanaongea yanazaa matunda mema. Maana msingi wa ndoa unaanzia kwenye kitanda. Ndio. Utoe mto. Wakati unatoa mto unalala machalo unapandisha miguu juu. Wakati unapandisha miguu juu unavuta pumzi. Wakati unavuta pumzi matrisi inapanda.
Wakati matrisi inapanda, inabidi sasa yeye Sasa kitu gani wakina mama ambao hawakuwepo hapa wanaweza wakafaidika kutokana na mafundisho au wamama walikuwepo wanaweza wakafaidika? Cha kwanza tunashukuru Mungu kwa sababu watu wamekubali mwaliko ni wengi. Tumealika lakini Mungu ametufanyia surprise. Akatuletea watu wengi mpaka tumekosa nafasi ya kuweka watu. Tukaongeza viti vikao kwenye mpango. Mungu ametuletea watu wengi mpaka vyumba vimejaa. Wengine ilikuwa walale 4, leo ni 5, wengine ni 6. Tunamshukuru Mungu. Na mama wote alikuwa hapa, binti wote alikuwa hapa, naamini amepokea fungu lake. Mwenye hakuja umepoteza. Ninakusi utatufuata kwenye page yetu ya Facebook ambayo inaitwa Jeshi Kubwa Burundi. Mafundisho yote utayapata hapo, uweze nawe kufaidika na kubarikiwa. Na kitu ambapo kanisa kwa ujumla na maanisha mwili wa Kristo inaweza kufaidika kutokana na mafundisho ya kina mama wa Jeshi Kubwa. Kanisa ambalo ni mwili wa Kristo linafaidika kwa sababu mwanamke tumemtengeneza. Kwanza tumesaidia wachungaji wetu, tumewasaidia kuadibisha mwanamke, tumewasaidia kuwalea wanawake. Sasa wamefaidika na mwili wa Kristo umejengwa, ndoa zimepona, tumepata watu wameuliza maswali zetu ni wachungaji, wengine ni wa Kristo. Na nasema tulinde siri. Ni vitu viwili ndio vilituleta mundoa. Kitendo cha ndoa na kujenga. Sasa kama kitendo cha ndoa kiko faible, juu unasema tu protéger. Mwanaume akikuwa na faiblesse kitendo cha ndoa, munasema tulinde ndoa yetu. Lakini mwanamke akuwe tu na faiblesse yake kidogo, inaenda nje. Kama tulikuwa hapa juu tuprofite, juu tujue gisi gani tutawaproteger wale waume wetu. Piko point alitufundisha kuproteger mwanaume sante yake. Sasa mwalimu wetu pala kukua wazi bien. Alikuwa anatuingiza mu makode ya mingi. Sio kila mtu anaelewaka kode. Ifo zile kode azidekode. Mwalimu kwa nisiki. Wengine wakatoka wamejibia, hata sasa hivi kuna watu wananitafuta ili waweze kusaidiwa zaidi. Naamini baada ya retreat kuna ndoa moja itapona. Nda faida sasa, faida ya serikali kwa ujumla inayo itafaidika ni? Serikali yetu inafaidika kwa sababu mwanamke akipona atakuwa faida katika serikali. Unajua ndoa ikiharibika inaletea hata madhara nchi. Panakuwa utata, panakuwa matalaka, lakini ndoa ikiwa salama, serikali itapona, itafaidika kwa sababu mwanamke amepona. Na serikali inafaidika tena kivipi? Unajua hatuwafunzi ndoa tu, tunawafunza na jinsi ya kujiendeleza kimaisha na jinsi ya kufanya kazi. Asa akifanya kazi, kwa maana tumemfundisha, atakuwa mbunifu kwa kulipa kodi ya serikali, nayo itafaidika. Nda faida kuna la ziada? Ninawashukuru. Nashukuru wote ambao tulikuwa nao leo. Ninawaalika wengine kesho. Tunaendelea kesho na ndio siku ya kukamilisha. Ninawakaribisha. Karibuni wa mama, karibuni mabinti. Mungu awabariki. Shalom, shalom.